Ikiwa leo tarehe 11 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Asante wewe ambaye umekuwa ni mdau mkubwa wa chaneli yetu pendwa Dick's Media. Siku ya leo tumekuandalia taarifa mbalimbali za kimichezo. Utakuwa nami Sadiki Bukuku, bila kumsahau mchambuzi mwenzangu Bwana Samuel Emmanuel na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa ya Dick's Media. Taarifa ambazo tunakwenda kuzidadavua na kuzichambua kwa undani zaidi ni moja, kuhusiana na sakata la dabi. Hapo jana kuliendelea na sekeseke kati ya TFF pamoja na Yanga. Nikiwa na mchambuzi mwenzangu Bwana Samuel, wewe kwa upande wako unalizungumziaje hili sakata la TFF na Yanga? Kwa mimi kwa upande wangu wa sakata la TFF na Yanga ni kwamba Young African wameshindwa kujua kwamba wanajivua nguo wao kwenye ile sakata la kwenda kuandika barua kwa TFF kwamba madai ya kudai pesa zao za mwanzo. Haikuwa kitu kizuri kabisa wao, bali wangesubiri kwanza mechi ichezwe hiyo dabi ya Simba na Yanga, alafu ndio tuanze kufumua ile madai ya mwanzoni kwamba tulikuwa tunadai hela zetu za ubingwa misimu 3 iliyopita nyuma. Lakini kwa sasa hivi wamefanya ni mapema sana kudai hizo hela. Ikiona kwamba kuna dabi mbele yao, wanataka kutumia hizo kigezo ili wasicheze mpira hiyo mechi Simba na Yanga. Kwa hiyo kwa hapo inakuwa ni changamoto hata watu wengine wapenzi na washabiki wa mpira kuelewa kwamba Yanga wana maana gani kusema hivyo, kuvua matatizo ya nyuma walikuwa wanadai hizo pesa. Na ikumbuke kwamba TFF nao baada ya Yanga kutoa lawama za kusema hawajapewa pesa yao, basi CRDB nao wakatoa barua yao kwamba pesa walishaitoa na walishaielekeza TFF. Baada ya muda mfupi nao TFF wakatoa taarifa yao wakisema kwamba pesa imetoka, tumepokea pesa kutoka CRDB ambao ndio wadhamini wakuu wa kombe hilo, na baada ya hapo hizo pesa wamezikata kulingana na makubaliano ya Young Africans pamoja na TFF kwamba hizo pesa mtakazozipata tutakazopata sisi mnatakiwa mzikate huko kwa kufidia madeni ambayo tunayo. Sasa unafikiri Young Africans wako sahihi au TFF nao hawako sahihi? Kwa hapo ukiangalia unaona kila mmoja anakuwa anaongea kwa upande wake. Maana kwamba kweli Young African kweli walikuwa wanadaiwa madeni ya nyuma kutokana na wachezaji wao kulipia zile ada za wachezaji wa kigeni. Kwa hiyo walishakaa na TFF kwamba zile pesa basi wakate kidogo kutokana na nini yale madeni walikuwa wanadaiwa. Kwa hiyo TFF na wenyewe wamekata zile pesa na chenji iliyobaki inabidi warudishie Young Africans. Lakini tunaona bado hawajapewa na bado Young Africans wanakuja juu kwamba basi zile hela zetu zirudishwe, tupewe hizo hela zetu zilizokuwa zimebaki. Naona kwamba Yanga anaongea kauli yake analeta hii na TFF analeta madai yake ni haya kwamba hela zilishakuja. Ila Yanga tu ndo anakuambia hela hatujaziona mpaka dakika hii. Unafikiri katika sakata hili kati ya TFF na Yanga ni yupi tujue ana taarifa sahihi na yupi tujue hana taarifa sahihi? Maana huyu anasema kwamba pesa walizozitoa kutoka CRDB ni makubaliano ya Yanga na TFF kwamba hizo pesa zifidie madeni yao ya wachezaji wa kigeni ambayo itakuwa kama sign fee. Sasa unafikiri kwa upande wako sisi wadau na wapenda soka tumwelewe yupi kati ya Yanga na TFF katika mvutano huu walipofikia hapa sasa? Kwa hapo kidogo inakuwa ni utata, kwa maana ya kwamba kumuelewa TFF inahitaji kazi kweli, yani inahitaji utulie. Na kumuelewa Young Africans inabidi utulie. Hujui yupi anazungumza cha ukweli, yupi anazungumza sio cha ukweli. Ili hali wote kila mmoja analeta barua zake mezani akiziwasilisha kwamba mimi madai yangu ni haya na huyu akidai kwamba nimeshakupa hizo pesa. Kwa inakuwa inaleta kizungumkuti sana kwa wapenzi na watazamaji kwamba yupi ndio yupo sahihi. Kwa mimi hapo naona ambaye yupo sahihi naweza nikasema ni TFF. Lakini kumbe ukirudi upande pili kwamba Young African ndio yupo sahihi, hatuwezi kujua. Ngoja tuone kwanza ili sakata la dabi ya Kariakoo liweze kupita, alafu tuone tujue nani yupo sahihi kati ya Yanga au TFF. Ila kwa sasa ni bado ni
kama tunaweza kusema kwamba bado mambo yapo na vuguvugu, kwamba hajulikani nani ipo sahihi. Ikumbuke kwamba TFF jana baada ya barua walitoa barua na maelekezo wakidai kwamba kama Yanga wanadai hawajapokea hizo pesa au hawajapokea hiyo taarifa ambayo ilikuwa ni makubaliano baina ya Yanga pamoja na klabu ya Yanga pamoja na hao uongozi wa TFF, unafikiri kwa madai hayo ni uongozi wa Yanga hawaelewi kuhusu taarifa hiyo, makubaliano ya malipo yao, kwamba TFF wamejiamulia kuwakata Yanga pesa yao, au ni uongozi wa Yanga umeamua kutoa siri za ndani kuzileta hadharani? Kwa hapo nikakwambia kwamba nikakujibu kwamba TFF hawawezi kujichukulia sheria mkononi kukata madai ya mtu bila taarifa za mhusika anayemdai. Hata ni sawa na wewe, mimi nakudai pesa, wewe na wewe pia unanidai. Huwezi kukata tu deni langu bila kuongea mimi na wewe kwamba nakudai na mimi deni langu nalikata. Inakuwa vipi hapo? Kwa hiyo na mimi nalipunguza. Ina maana TFF walikaa na viongozi wa Young Africans mezani kuhusiana na madai ya wanayodai na wao, ndio maana ikawa imekatwa hiyo pesa. Lakini TFF hawajachukua sheria mkononi wao kukata bila taarifa za kwa viongozi wa Yanga kufika kupata kukaa mezani kuongea. Na pia Young African itakuwa ni kitu ambacho sio, yani ni sana kujivua nguo yeye mwenyewe kujidhalilisha. Haiwezekani kitu kama hicho, kwenda kuchoma mtu. Lazima kutoka kuna kitu au kuna wameongea mpaka imepelekea sababu hiyo kuongea mambo hayo. Bwana Samuel, kumbuka TFF walidai kwamba katibu na mratibu wa Young Africans aende na dokumenti zao leo pale TFF. Unafikiri katibu wa Yanga atakapoenda na dokumenti, kuna dokumenti yote ambayo itaonyesha TFF wameilipa Yanga hilo kombe la CRDB malipo yao? Hapo tusubiri tuone, maana wamemuita kweli afike kwenye ofisi za TFF huyo katibu wao wa Young African, na afike na dokumenti na kila kitu, yani stakabadhi zote kwamba zile pesa zilishafika Young Africans. Tusubiri tuone nini kitakachojiri. Lakini TFF na Young African ni mtu baba na mtoto. Lakini kumbuke sasa hivi tuko kidijitali zaidi. Kitakachoongea ni risiti. Kwa hiyo Yanga wanachosimamia ni kwamba endapo wataenda pale TFF hawatapata risiti aina yoyote, ni kwa sababu TFF walikata juu kwa juu. Kwa hiyo TFF na wao hawana ile risiti ya kuonyesha Yanga kuwa wamelipa. Kwa hiyo kwa sababu wamejikatia juu kwa juu, ni sawa sana kwamba ulikuwa unamdai mzazi, umempa mzazi 10,000. Sasa kwa sababu wewe mtoto unamdai baba shilingi 10,000, ukasema baba nituuzie hiyo shilingi 10,000. Alipokutuuzia basi baba akasema hiyo nimekata juu kwa juu. Uone kwamba inaweza kawa ni chanzo cha mgogoro, kwamba kwa TFF kushindwa hili kuonyesha ushahidi zaidi kwamba watashindwa kwa klabu ya Yanga Africans. Sasa hapo inakuwa inaleta changamoto kubwa sana. Yaani ukiangalia kwa macho ya mbele ya baadaye patakuja kuleta utata mkubwa sana, pataleta ugomvi mkubwa sana, na soka letu litakoelekea mimi sijui. Kwa maana ya kwamba ndiyo tunajua itakapofika stage TFF imeshindwa kujitetea kwamba tuna uthibitisho wetu huu hapa, tulikupa Young Africans kiasi fulani, risiti na stakabadhi zingine zikakosekana, itakuwa ni tatizo. Na kiangalia TFF ndio taasisi kubwa tunaiangalia kwenye mpira wetu hapa Bongo. Na ukiangalia Young African watu ndio watapata kichocheo kikubwa zaidi kwamba kweli hamjatupa hela zetu. Lakini pia hapo watakuja CRDB juu kusema kwamba zile hela zilitoka, je, zimefika wapi? Sijui unanielewa? Bwana Samuel, hapo nikukatishe ni kwamba CRDB waliingia mkataba na TFF na sio na Yanga. Ni sahihi. Kwa hiyo CRDB wanamalizana na TFF. Kwa wakimalizana na TFF ambaye ndiyo baba wa mpira Tanzania, yeye TFF ndio anatakiwa amalizane na vilabu vya huku chini. Kwa mfano ambaye alikuwa ni bingwa wa CRDB ambaye ndiyo Yanga. Kwa hiyo ilitakiwa TFF na Yanga wamalizane. Sasa katika kumalizana ni kwamba Yanga na yeye alikuwa na vipolo vya madeni kule TFF. Kwa wakakubaliana kwamba kulingana na madeni yetu, ubingwa tu huu tulioupata shilingi milioni 200 zikatiwe huko. Sasa klabu ya Yanga nao juzi ndio wamekuja sasa kwamba jana wamekuja kwamba
tunawadai TFF. TFF nao wamesema Yanga Africans tushawalipa kupitia madeni yao. Wewe uwezi jua kwamba hili ndo linaweza likavuruga kabisa amani ya mpira wetu. Itavuruga sana, na kama unavyosema kwamba CRDB ndo walimpatia nani TFF hiyo fedha. Sasa ukirudi tena CRDB akiangalia alishampatia TFF fedha, afu kija kusikia tena TFF alizifikisha zile pesa zilipo, itakuwa ni changamoto. Yaani ni sawa mimi nimekupa pesa, yaani mimi tufanye mimi baba, sawa? Yeah. Nimekupa wewe fedha upeleke shuleni kwa ajili ya mdogo wako ya ada. Halafu kule shuleni mdogo anakuja kuniambia pesa sijalipiwa shuleni. Na mimi nikiangalia hela nilishatoa nimefika kwako. Unaona hapo katikati panaleta picha gani? Alikuwa anadaiwa. Sahihi. Kuna sehemu alikopa. Sawa, alikuwa anadaiwa. Change hajabaki. Change imebaki ndio, lakini baada ya taarifa hiyo TFF nao wakaja na taarifa mpya. Not TFF. Yanga Africans wakaja na taarifa mpya. Wakasema kwamba hawajalipwa tangu 2021. Kwa ina maana kwamba hiyo change ilobaki bado tena kuna madeni mengine ya nyuma yake, si ndio hivyo? Yeah. Kwa sasa hapo kama ni kweli hizo taarifa kuna madeni ya nyuma misimu mitatu nyuma, ina maana inakuwa ni changamoto. Bwana Samuel, mimi naona kwa haya kama ni kweli madeni ya huku nyuma wanadaiwa TFF, sio kosa la TFF, ni kosa la uongozi wa Yanga. Kwa sababu kabla ya kuanza ligi kunakuwa na vile vikao vya vilabu vyote ambavyo vitashiriki, vilabu vyote 16. Kuna wasimamizi mbalimbali, wawakilishi wanakaa kikao cha pamoja. Ni kwa nini hiyo hoja wasiilete wakati kabla msimu mpya hujaanza? Kama hajalipwa 2021, hajalipwa 2023, wona alikubalije kucheza ligi bila kulipwa? Ni kweli hicho kingine hicho Young African wakiangalie sana. Kwa maana ya kwamba utakuwa ni mtu geni wa kudanganywa kila siku. Unaambiwa nitakulipa, haya. Unaingia tena makubaliano tena mengine, nitakulipa, unatulia tena kama makubaliano tena mengine. Inakuwa sio jambo zuri. Ina maana Young African wangetulia kwanza, ile fedha yao ya mara ya kwanza wangepatiwa kwanza, alafu ndipo tucheze mpira tena. Lakini wao wamekubali makosa yaliyofanyika mwanzo, akajudia tena. Sasa yamekuwa ni makubwa. Tunasemaga mficha kidonda, mficha kovu, mficha maradhi, kifo mumbua. Kwa hiyo Yanga wamevumilia yale madeni yalikuwa hawajalipwa nyuma mpaka imekuja kuleta kusababisha imekuwa makubwa. Na maana Yanga Africa nao wana makosa. Kwa nini walikubali kucheza na wakati wanadai hela zao? Wangesubiri kwanza wapewe hela zao afu ndipo waingie kucheza. Au kama vipi ingetoka taarifa rasmi kwamba Young Africans kweli wanatudai kiasi fulani, lakini tunaomba wacheze mpira. Hatujui kama waliitana huko kwenye vikao vile wakaongea wakazungumza. Bwana Samuel, hapo walikaa klabu ya Yanga na viongozi wa TFF kufikia mwafaka. Sasa inaonekana ule mwafaka kila mmoja akawa juu, kila mmoja hataki kushuka. Ndio ambayo tunayaona leo kwamba hakuna ambaye anataka aonekane yeye ndiye mwenye makosa. Nikuulize swali dogo. Una wasiwasi na TFF kwamba hawajalipa kweli hii miaka mitatu ambayo Yanga wamebeba ubingwa mfululizo? Hapo naweza nikasema kwamba ni ngumu, kwa maana ya kwamba mapato mengi lazima yaende TFF. Mapato mengi ya vilabu yapo yanaingia TFF. Kwa hiyo maana itakuwa ni ngumu sana kusema TFF hawajalipa Young Africa. Kwa nini timu zingine zisilalamike? Alalamike Young Africans peke yake? Kuna sababu. Ni kwa sababu ya ugopi huu ambao wameuanzisha wao wenyewe. Ni kuna sababu, na pia hata sababu kubwa ya dabi ya Simba na Yanga imepelekea. Hiyo nayo imechangia kuibua hayo mambo yote yaliokuwa yamejificha kwa nyuma. Mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa channel yetu pendwa ya Dixiat Media, ulikuwa ni uchambuzi mlua kutoka kwa Samuel. Yeye anasema kwamba yote haya yamezua ni kwa sababu ya dabi kuelekea hapo Jumapili, dabi ya kuelekea Juni 15, kwamba itachezwa au hitachezwa. Kwa hiyo kila mmoja anataka amuone mwenzake ni bora kuliko mwingine siku zote, lakini baba atabaki kuwa baba na mtoto atabaki kuwa mtoto. Taarifa nyingine ni pamoja na klabu ya Simba hapo jana waligongelea nyundo. Barua yao ilikuwa inaeleza kuwa dabi ipo
na tarehe 15 mashabiki wajiandae kwa ajili ya kushuhudia dabi, na wale waliokata tiketi Machi 8 hizo tiketi zao wazituze, wazishikilie, na wengine wanaotamani kushuhudia dabi wasubiri utaratibu kutoka TLB, bodi ya ligi, watagawa hizo tiketi. Nikiwa na mchambuzi wangu hapa Samuel, wewe kwa upande wako unafikiri dabi itakuwepo au haipo? Mashabiki wa Simba kama barua inavyojieleza kwamba watakata tiketi na wale wenye tiketi waendelee kuzishikilia, watashuhudia dabi. Kwa wewe unavyoona, dabi ipo au haipo? Kwa mashabiki wa Simba waendelee kukata tiketi na wale wenye tiketi waendelee kutafuta, kama alikuwa ameficha basi aendelee aliweka wapi, au dabi haipo? Mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba hiyo inaweka 100, yani 50 kwa 50. Kwamba dabi siwezi kusema 100 kwamba dabi ipo. Kwa maana mpaka sasa hivi tunaona uelekeo bado haueleweki. Kwamba Simba kweli ataenda uwanjani, Yanga je naye atakuja? Inakuwa ni changamoto kwamba Yanga naye atafika, maana kwamba tunaona kuna sekeseke linaloendelea juu yake sasa hivi. Ni ngumu sana mimi kusema kwamba ni 100 dabi itakuwepo. Niko na mchambuzi mwenzangu, yeye anasema kwamba dabi haipo. Kwa upande wangu mimi naona kabisa dabi haipo, ni kwa sababu kulingana na hakuna mmoja wapo kati ya TFF au Yanga ambaye anakubali kushindwa. Kila mmoja anataka ajione yeye hana makosa. Kwa hiyo ningeshauri kwa uongozi wa Yanga na klabu ya Yanga, kwa masilahi mapana ya taifa letu, ya kulinda mpira wetu, mpaka hapa tumefika kuwa 5 bora. Mpaka hapa tumefika imeonekana ni kwamba Tanzania tuna ushindani uliotukuka. Ukiangalia mwaka jana Yanga alienda fainali, mwaka huu Simba ameenda fainali. Hivyo ningeomba uongozi wa Yanga pamoja na wanachama kwa ujumla wakae chini, wayamalize, kisha dabi ichezwe. Mashabiki na wapenda soka washuhudie hiyo dabi ikiwa inachezwa, lakini isipochezwa yataibuka mengi. Moja ni kwamba klabu ya Yanga yenyewe wamesema kwamba endapo TFF watakata pointi zao, Ali Kamwe alitishia kabisa, endapo pointi ikiguswa ya Young Africans basi hawatashiriki mchezo mwingine wowote, ikiwemo michezo miwili ya ligi kuu pamoja na fainali ya CRDB kule Zanzibar. Kwa wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa channel yetu, wewe kwa upande wako unaonaje? Makosa yapo kwa nani? Yapo kwa baba wa mpira yani TFF, yapo kwa TLB, au yapo kwa klabu ya Yanga? Unaweza ukanishushia komenti yako hapo chini, wewe unaona makosa yapo kwa nani? Lakini miongoni mwa taarifa zingine ni tetesi za usajili. Tetesi za usajili barani Afrika na barani Ulaya. Ni kwamba Manchester United wafuta mashine mpya. Lakini tukirudi hapa Bongo, tetesi za usajili ni kwamba klabu ya Simba inanyatia mshambuliaji kutoka Angola. Lakini pia kuna tetesi Waarabu waishika pabaya Simba. Wameishika pabaya vipi? Basi kaa kwa kutulia upate nini kimejiri huko Waarabu na Simba. Bwana James Samuel, asubuhi nikiwa katika kufukunyua taarifa za chini ya carpet ni kwamba Simba, klabu ya Waarabu yani Al Hilal Tripoli pamoja na Al Inin kutoka Qatar, wao wana mbinu, wana mpango wa kung'oa vigogo pale Simba. Na vigogo ambao wanasema kuang'oa ni pamoja na Kibudi Prosper, Kib Dennis. Wewe unafikiri endapo Simba Waarabu hao wameweka kitita kikubwa cha pesa, unafikiri kutakuwa na madhara kumruhusu Kib Dennis aondoke pale Simba? Madhara yatakuwepo. Madhara yatakuwa ni makubwa sana. Kwa maana tunaona Kib Dennis ni yani ni mchezaji ambaye muhimili sana kwenye Simba. Anategemewa sana, ni mchezaji tegemezi kwa Simba.
Kwa hiyo maana atakapoondoka ataacha pengo, na atakapoondoka hatujui atakuja nani mbadala wake. Ni mchezaji mwenye nguvu, mwenye fitness vizuri, ni mchezaji ambaye anaweza kukota mpira umbali mrefu na kuweza kukutana na wachezaji wengine ambao kuweza kuamudu. Ikumbuke kwenye nafasi za Kibu yupo Budo na Kibu Dennis. Kati ya Kibu Dennis na Budo, unafikiri nani anaweza apishe aondoke pale Simba? Kibu Dennis atabaki kuwa Kibu Dennis na Budo atabaki kuwa Budo, Joshua Mutale. Kwa hiyo maana kwa kila mmoja anakupa kwa nafasi yake anakupa anachokionyesha kwa mchezaji mmoja mmoja. Lakini tukiona kwa Budo na Kibu Dennis wanatofautiana. Kwa maana Budo anatengeneza nafasi, anaanza kuchukua wachezaji wawili watatu na akakupa matokeo. Lakini Kibu Dennis naye tunamuona ni mzuri kwenye upande wa kushambulia, lakini kwenye kutengeneza nafasi kidogo inakuwa ni tunaweza kusema sio mtu mzuri sana. Bwana mchambuzi mwenzangu yeye anasema kwamba Kibu Dennis atabaki kuwa Kibu na Budo atabaki kuwa Budo. Wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu, unafikiri nani ni bora, Kibu na Budo? Nani apishwe pale Simba? Simba wamwachie aende akatafute maisha mengine. Miongoni mwa tetesi zingine, Waarabu kutoka Morocco, Raja Casablanca wamnyatia Fadlu. Kwa upande wako Bwana Samuel, unafikiri kwa Fadlu anapaswa aondoke Simba atafute changamoto zingine, au aendelee kutengeneza kikosi kilicho bora zaidi pale kwenye klabu ya Simba? Mimi kwa upande wangu siwezi nikasema Fadlu hawezi kuondoka, kwa maana ni kocha ambaye tumeona ni kocha mzuri, ni kocha ambaye ana matokeo mazuri, ni muda mfupi tu ameweza kuikuta timu na ameweza kutengeneza timu ikawa ina muunganiko mzuri sana na ameweza kufika mbali kwenye mashindano michuano ya kimataifa na ndani ya Tanzania. Kwa hiyo ni kocha ambaye Simba waanze kumngania abaki naye. Kwa maana kwamba tumeona japo kwa msimu huu wameweza kupishana na makombe makubwa mawili, lakini haitoshi kwamba ndo ameshindwa kabisa. Hapana. Akipata muda anaweza kutengeneza timu ikawa vizuri na ikachukua makombe kabisa mengine tu msimu ujao. Asante sana. Tuelekee na tetesi zingine kuhusiana, tuende pale klabu ya Lamba Azam FC. Azam FC inasemekana kwamba wamemalizana na Air Tanzania. Sijajua Air Tanzania unamjua? Wewe namfahamu Manula. Aishi Manula. Ni kwamba deal done, miaka 2 mpaka 2027. Unafikiri wana Lamba wajipige kifua, wameokota dodo, au wanaweza usajili wa kuwa wamekurupuka? Hapana, naweza nikasema kwamba wamepata mchezaji sahihi, wamepata mchezaji ambaye yupo vizuri na ni golikipa ambaye ni tegemezi sana kwa vilabu vingine, walikuwa wanatamani sana kumpata. Kwa Aishi Manula bado ni mchezaji mzuri tu, sio mchezaji mbaya, na ni mchezaji ambaye kwa kiwango chake na kwa historia zake tulizoziona amefanya mengi makubwa hapa Tanzania. Kukaa nje muda mrefu huoni kuwa inaweza kawa ni athari kubwa kwake kwa mchezaji binafsi, pamoja na hapo kwenye klabu ya Azam iliposajiliwa anaweza kapata namba ya moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza, au inatakiwa asugue mbao kwanza atafute apambanie namba yake kuingia kwenye kikosi cha kwanza? Hapana, yani naweza nikafanya match fitness, anaweza kapewa hata match fitness 3-4 akarudi kwenye mchezo. Kwa hiyo mchezaji ambaye ni mchezaji mzoefu na mkongwe. Kwa hiyo haizi mletea shida sana, japo amekaa nje kwa muda mrefu, anaweza karudi tu vizuri kwenye mazoezi, basi akamuonesha mwalimu ni nini ambacho niko nacho, akapata nafasi. Hapo kwa wanalamba Azam FC ni kwamba wanamnyatia Sowa. Kumekuwa na tetesi kwamba Sowa Simba, Sowa Yanga, lakini Azam wanaonekana wanakuja kupindua meza. Wamemwekea kitita kikubwa Bwana Jonathan Sowa, lakini pia wamemwandalia nyumba ya kifahari pamoja na gari la kifahari. Hivyo Azam wanajiandaa na maisha mengine bila mshambuliaji wao tegemezi ambaye analipwa mshahara mkubwa zaidi. Unafikiri Jonathan Sowa anaweza kawa ni sahihi kwenda pale Azam, au atulie aende kwa Doto na Kulwa Simba na Yanga? Nikiweza kusema kwa Jonathan Sowa, angalia tu ni timu gani ambaye anaweza kaenda akapata nafasi vizuri. Kwa hivyo vilabu vyetu tunajua ni mara chache sana ukaenda kwenye timu kubwa ukapata nafasi yani ukakava mazima, yani kwa muda mrefu. Pana mmekuwa na changamoto nyingi sana.
Kwa hiyo kwa Jonathan Soa kwenda Azam itakuwa ni jambo zuri kama atakuwa amekiwa hela nzuri na akapata nafasi atakapofika pale. Lakini kwenda kwenye Simba na Yanga ni changamoto sana, kwa maana tunajua vilabu vikubwa hivi havikagi na wachezaji sana muda mrefu. Lazima tu zitakuja changamoto na utaondoka, lakini tunamwona Soa ni mchezaji mzuri, anakupa kile unachokihitaji. Lakini pia Azam sioni forward wakiwa nao pale. Kwa hiyo anapompata Jonathan Soa ni mchezaji mzuri sana. Okay, asante mfuatiliaji wa channel yetu ya Dixiat Media. Tukushukuru sana kwa kufuatilia kipindi hiki cha michezo ili kupata habari nyingine mbalimbali za kimichezo pamoja na za kijamii. Usisahau kusubscribe na kushare channel yetu pendwa ya Dixiat Media. Ulikuwa nami Sadiki Bukuku, bila kumsahau Samuel Emmanuel. Mungu akubariki kwa kufungua na kusikiliza uchambuzi wetu ulio bora kweli kweli. Kwaheri.